Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana katika mkutano wa pili wa wadau wa kilimo. Mkutano wa kwanza ulifanyika mwezi Agosti mwaka jana, na leo tuna mkutano wa pili mahali hapa Dodoma, ukumbi huu wa Morena. Asante sana, naomba kuwasilisha hotuba yangu fupi kwa mgeni rasmi. Ndugu Gerard Mweri, katibu mkuu na mgeni rasmi wetu, tunakushukuru kwa kujumuika asubuhi njema ya leo na sisi. Maafisa wa serikali, waandamizi, Bwana Geoffrey Kilenga, mtendaji mkuu wa SAGOT, washirika wa Kilimo Roundtable, Uchumi Institute na Mchongo TV, watoa mada na wawezeshaji, wadau wa sekta ya kilimo, wanahabari, vijana, wanawake na wakulima, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Kilimo Roundtable Africa, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa moyo wa dhati katika kongamano hili maalum lililobeba kauli mbiu kufungua fursa za Tanzania kuilisha Afrika. Leo tunakutana hapa si kwa sababu tunataka kujadili na kuchambua changamoto, bali kwa sababu tunaamini katika suluhisho. Tunaamini kuwa Tanzania inaweza na inapaswa kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula barani Afrika. Kwa kutambua hayo, Kilimo Roundtable, Uchumi Institute na Mchongo TV tumeshirikiana kuandaa mdahalo huu ambao umetuleta pamoja wadau wa kilimo wakiwemo wakulima, wachakataji, serikali, taasisi za fedha, utafiti, ili kujadiliana na kuja na majawabu ya pamoja yatakaochangia kuelekea kwenye dhamira Tanzania kwa mzalishaji, mchakataji na muuzaji mkuu wa mazao na bidhaa za kilimo katika bara la Afrika na dunia. Ndugu mgeni rasmi, napenda kuanza kwa kuwashukuru wote walioitikia wito huu, lakini kipekee ni kushukuru sana kwa kujitoa kuwa nasi leo hii. Tunajua ni kipindi cha bajeti na majukumu yako ni makubwa, lakini uwepo wako hapa unaashiria kwamba unachukua kwa heshima na uzito unaoweka kwa wadau wanaoshirikiana na serikali kwenye kutafuta majawabu. Ninashukuru watendaji unaowaweka, na nashukuru watendaji wengine wa serikali na taasisi za utafiti kwa kuwa hapa na kukubali kutoa mada za uzoefu kwa washirika wote. Sina neno zuri zaidi, itoshe tu kusema asanteni sana. Niwashukuru sana pia wadhamini wetu CRDB Banki, Ulipo Tupo, wenzetu wa Sanku kwa michango yenu iliyotuwezesha sisi kuwa mahali hapa. Kipekee ni washukuru waliokubali kutoa mada, hususani mkurugenzi mkuu mtendaji wa SAGOT kaka yetu Kirenga, kwa kushirikiana na Uchumi Institute na Mchongo TV. Tuko hapa katika safari hii ya kujadili fursa za kilimo katika uzalishaji wa ajira, kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, ambayo inaleta ongezeko la kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, dira na dhamira ya Kilimo Roundtable. Nizungumze kidogo kuhusu Kilimo Roundtable Africa. Ilianzishwa mwaka 2024, lengo likiwa ni majadiliano, lengo ni kuwa jukwaa la majadiliano, ushawishi wa sera, ubunifu katika sekta ya kilimo. Leo tunasherehekea mwaka mmoja wa hatua za mwanzo, lakini pia tunaanza safari ya miaka 5 ya utekelezaji mpango mkakati wa Kilimo Roundtable Africa kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2029. Mpango huu umejikita katika kushiriki katika ujenzi wa sekta ya kilimo iliyo shindani, jumuishi na endelevu. Sekta ambayo si tu inachangia kiasi kikubwa kwenye pato la taifa, bali inabeba matumaini ya familia, vijana na jamii zetu zilizoko vijijini na mjini. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi hiki cha miaka 5 ambayo tunaielekea kuanzia mwaka 2025, tunatarajia kuwafikia wakulima zaidi ya 50,000 kwa kuwapatia mafunzo ya kimitandao na kuaccess masoko na teknolojia, kutumia teknolojia iliyo sahihi. Pia tunaangazia eneo la kuwawezesha wakulima wadogo waweze kuingia kwenye mikataba yenye masharti nafuu lakini inayowatendea haki.
Pia tutakwenda kuangazia eneo la masoko, namna gani wakulima wetu wanaweza access masoko ya nje. Lakini pia tunakwenda kuangazia maeneo ya mifumo ya ugani kidijitali, lakini pia tutaangazia eneo la bima ya kilimo na huduma za ushauri wa sheria kwa wakulima. Ndugu mgeni rasmi, katika mpango mkakati wetu tumejikita kwenye maeneo 7 ya vipaumbele, ambapo tutaangazia huduma za ubora wa ugani kwa wakulima kupitia mashirikiano na mafunzo ya teknolojia. Tunakwenda kuangazia eneo la sera jumuishi na mazingira wezeshi yanayojibu mahitaji halisi ya wakulima. Lakini tutakwenda kuangalizia eneo la utafiti na uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuongeza tija. Pia tunakwenda kuangazia eneo la masoko na muunganisho wa kibiashara kati ya wakulima wa Tanzania na wakulima wa East Africa, lakini na Sadiki na IFTA na maeneo mengine ambayo masoko katika eneo la masoko huru. Lakini pia tunakwenda kuangazia kilimo kinachokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wote tumeshuhudia mwaka huu Tanzania imekuwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kila mtu ameashuhudia, labda pia yamemgusa mkulima moja kwa moja. Lakini pia tutakwenda kuangazia eneo la kilimo hai. Tunatambua kilimo hai ndio kinawezesha pia wenzetu waweze kufanya usafirishaji wa mazao ya nje. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutakwenda kuliwekea mkazo. Lakini pia mwisho tutakwenda kuangazia namna gani tunaweza kuimarisha taasisi ya Kilimo Roundtable ili iweze kujiendeza yenyewe badala ya kutumia wafadhili pekee na kutegemea ufadhili wa watu wa nje. Ndugu mgeni rasmi, kwa nini Kilimo Roundtable inaandaa mdahalo kama huu, Tanzania kuilisha Afrika ama Tanzania kuwa kapu la chakula kwa sasa? Kilimo Roundtable tunaamini Tanzania ina kila kitu ambacho inatakiwa kulisha Afrika ama dunia. Tuna ardhi yenye rutuba na iliyo na ukubwa unaotosheleza, lakini tuna mito na maziwa ya kutosha. Tuna nguvu kazi ambao ni vijana ambao tunakwenda kufanya midaharo na kuona namna gani wanaweza wakajiengage kwenye shughuli za kilimo. Pia tuna mahitaji yanayoongezeka ya chakula kila siku kutokana na idadi kubwa ya watu kuongezeka duniani na bara la Afrika. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mazuri yote yanayofanyika, lakini bado tunaona changamoto ambazo zinahitaji nguvu ya pamoja tuweze kukabiliana nazo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto hizo ni uzalishaji wenye tija ndogo. Bado Tanzania mkulima wa kawaida anayelima nyanya au horticulture ambaye hajapewa usimamizi anavuna tani 10 mpaka 20 kwa hekta, wakati mkulima huyo akiwekea miundombinu stahili anaweza kuvuna tani 60 kwa hekta. Kwa hiyo hii ni maeneo ambayo tunaenda kuangazia namna gani ya kuboresha tija, lakini tutahitaji mashirikiano ya pamoja. Pia tunaona kuna upungufu wa miundombinu ya usindikaji na kuhifadhi mazao. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa, lakini ni eneo ambalo tumeona wakulima wengine bado wana mazao majumbani. Lakini pia tunatamani kushirikiana kwenye eneo la wakulima wetu kuwezeshwa kupatikanaji wa fedha kiurahisi, ikizingatia mnyororo wa thamani wa kilimo ndio unaajiri watu wengi sana Tanzania, lakini pia value chain yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tunatamani mabenki na taasisi za kifedha tuone namna gani tunaweza kushirikiana katika eneo hili na kutengeneza mifumo inayoweza kuwezesha wakulima wetu na wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika mnyororo wa thamani wa kilimo waweze kupata masuluhisho katika eneo hili. Lakini pia tunauona ukosefu wa taarifa muhimu. Wakulima wetu wengi wanaanzia shambani kisha wanatafuta soko. Kwa hiyo tunatamani kuwe na to bridge the gap hapo kati ya mkulima na mnunuzi. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaona linahitaji mashirikiano ya pamoja. Ndugu mgeni rasmi, ndio maana tukio la leo ni muhimu. Tunakusudia kutoka na mapendekezo ya pamoja yatakayoendeleza na yanayoendana na dira ya taifa ya kilimo ya maendeleo ya 2050. Ndugu mgeni rasmi, nini tunatarajia katika mkutano huu wa leo? Leo tuna ratiba na vipengele muhimu
ambavyo vitaenda kufanyika. Tutakuwa na mdaharo kuhusu fursa za kilimo nchini utakaoongozwa na kaka yetu Godfrey Kirenga, mkuu wa Sagot Center. Hii itasaidia kufungua macho kuhusu uwezo wa Tanzania kulisha bara la Afrika. Lakini pia tutakuwa na midaharo, yani panelist discussion miwili zikiangazia mnyororo wa thamani kuanzia low level, yani chini kwenye pembejeo na tija. Lakini tutakuwa na upper level discussion, yani mnyororo wa juu ambao unaangazia usindikaji na mazao. Lakini pia tutajadili kuhusu mazingira wezeshi. Ndugu mgeni rasmi, tutakuwa na mjadala wa pamoja ambapo tutaingia kwa undani kwenye masuala na mada za uzalishaji na upatikanaji wa masoko na usindikaji, na hatimaye mapendekezo haya ambayo Kilimo Roundtable itayachukua na kuyaingiza kwenye ajenda ya kilimo ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, Kilimo Roundtable tunaamini hakuna kitu kizuri kinaweza kufanyika bila mashirikiano. Kwa hiyo tunaamini mashirikiano ni msingi wa mafanikio. Tunaamini mafanikio hayawezi kufikiwa na Kilimo Roundtable pekee. Tunahitaji serikali kuendeleza mazingira ya sera wezeshi. Tunahitaji sekta binafsi kuwekeza kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Tunahitaji asasi za kiraia kusaidia uwajibikaji. Lakini pia tunahitaji vyombo vya habari kama Mchongo TV kuibua simulizi za wakulima wetu mashujaa walioko vijijini na mjini. Ndugu mgeni rasmi, wito wetu wa pamoja leo asubuhi ni kuwa tunawaalika tuwe wajenzi wa mabadiliko wa sekta ya kilimo, tuwe wasemaji wa wakulima, tuwe watetezi wa sera jumuishi, tuwe wenye uthubutu wa kupendekeza mabadiliko yenye maana. Naomba tukumbuke kuilisha Afrika kwa Tanzania inawezekana, na ni maamuzi ambayo sisi kwa pamoja tunaweza tukayafanya, na Tanzania ikaongoza katika kulisha bara la Afrika na dunia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni katika siku hii ya mjadala, tafakuri na kuchukua hatua. Asante sana. Tunakushukuru sana mkurugenzi wa Kilimo Roundtable Africa